kuwa na plani B kunaweza kupunguza ufanisi na motisha yako ya kufanikisha plani A. Katika tafiti iliyofanywa na mtafiti wa masuala ya binadamu Kate Milkman iliyohusisha wanafunzi 500, ili waomba kundi la kwanza la wanafunzi kutatua tatizo huku wakiwa na plani B, na iliwaomba kundi la pili kutatua tatizo wakiwa bila kuwa na plani B. Kilichotokea ni nini? Kilichotokea, kundi ambalo halikuwa na plani B lilifanikisha lengo kwa 98%, kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu ufanisi wao, motisha yao, vyote walivielekeza kwenye plani A, kwenye kutatua tatizo. Na wale ambao walikuwa na plani B hawakuweka ufanisi, hawakufocus na tatizo lililokuwa mbele yao, bali walichokifanya, walifanya kwa uvivu, kwa sababu walijua kwamba wana backup ya plani B. Ndio maana walifanikisha lengo lao kwa kiwango kidogo zaidi. Hivyo niandikie hapo kwenye comment, wewe ni vipi ambavyo unapanga kuifanikisha plani A yako bila kuathiriwa na plani B.